Wengine wanasema ati Oburu sasa miaka zake zimeenda, na sababu gani sasa hii na kuchukua chama ya wazee? Tumeshafikia Oburu Odinga, party leader wa ODM. Ni nini mnatuuliza? Kwani Wajaluo washafungua chama ya kifo? Hapana. Isiku ya Oburu pia amerudi tena India. Happy Sunday mtazamaji wangu mahali popote ulipo, niombe na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamisha yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, story kubwa ambayo inaendelea kutrend katika mitandao ya kijamii tunapozungumza ni story kuhusu ndugu yake Raila Odinga, Oburu Odinga, ambaye bado yuko India. Mtazamaji wangu, Oburu Odinga alisafiri kwenda India licha ya familia yake kusema kwamba Oburu Odinga ameenda kupata mapumziko huko India. Wakenya wanazidi kujiuliza maswali mengi sana, mtazamaji wangu, ukizingatia kwamba wakati baba Raila Odinga alikuwa mgonjwa tulikuwa tunaambiwa tu kwamba alienda kupumzika nje ya Kenya, na baadaye tukaweza kuletewa breaking news. Sasa hii ni siku ya pili mtazamaji wangu, Oburu Odinga yuko India, na unajua kuna vitu ambazo zinafanya Wakenya wasiamini hii story ya familia ya Odinga, kwa sababu ndugu yake Oburu alisema kwamba Oburu Odinga alienda kupumzika India siku 3. Sasa just imagine kutoka hapa nchini Kenya all the way kuelekea upande wa India upumzike siku 3 alafu urudi tena. Na ukiangalia umri wa Oburu Odinga na hiyo safari ya mbali, si angeenda tu hapa Mombasa aweze kupumzika, angeenda tu Kisumu aweze kupumzika. Naamini kwamba kuna hoteli kubwa ambazo anaweza enda pale na akapumzika vizuri kabisa, lakini kwa nini walimpeleka India? Tulishazika Raila Amolo Odinga na inatuma sana, bado hatujaamini, hata ndio tena tumeanza kumona. Alafu sasa hizi ni gani tena? Na Maverick wako akisha post, basi hiyo ni legit. Sosarazi wake wako poa. Sasa angalia sasa hiyo Oburu Odinga tena mambo na health tena. Kwani hii cheo ya party leader ODM kuna shida gani? Ama ni vile tu alianza tu consider kina Babu Owino, sasa ndo noma. Kwani mnataka kutumaliza sisi sote Wajaluo tutoke kwa hii nchi? Sasa tumezika baba. Sasa tena ati tuzike leave our uncle alone. Wacheni nini na uncle yetu? Maswara ni mingi. Wacheni na uncle yetu bana. Shafikia Oburu Odinga, party leader wa ODM. Ni nini mnatuuliza? Kwani Wajaluo washafungua chama ya kifo? Ni juzi tu amekula keki. Saizi ata Oburu Odinga, party leader wa ODM, etako Dubai, amelazwa, ni mgonjwa. Muombe sana asikufe. Nataka niwaambie, akijaribu tu kupoteza maisha, hamujui. Tumechoka sasa hivi, yani mtaniambia atafuta kula keki akapelekwa Dubai eti ni mgonjwa amelazwa. Na hawa watu watatu wakae rada. Wa kwanza ni huyo mwenye anaitwa Oburu Odinga. Wa pili Babu Owino, karada. Sifuna pia huko hapo. Na tuongeze na Wini. Kuweni rada. Nyinyi ndio mmeshikilia ODM. So mtazamaji wangu, hiyo ni moja kati ya swali ambayo Wakenya wengi wanajiuliza, ni kwa nini badala ya Oburu Odinga kukimbizwa tu pale Mombasa, Malindi, aende apumzike pale Kisumu, apumzike tu. Kuna hoteli nyingi sana hapa nchini Kenya za kitalii ambazo Oburu Odinga angeenda tu pale na apumzike hata kama ni wiki moja na arudi aendelee na mambo yake ya kipolitics. Jambo la pili ni kwa nini walimkubali basi kuingia kwa mambo ya politics, kama walikuwa wanajua kwamba umri wake umesonga na aweza akahandle hiyo pressure ambayo iko kwa party leader wa ODM, kwa sababu tunajua kwamba kuna pressure kubwa sana, ukizingatia kwa sasa hivi kuna watu ambao wanataka kutoka ODM, kuna wengine ambao wanaleta pressure zaidi. Unaona Mombasa Joe ndio huyu anasumbua, Sifuna ndio huyu, Babu Owino ndio huyu, waleta watu wote kwa pamoja. Na ukiangalia kuna wakati Millie Odhiambo alisema kwamba Winnie Odinga alimwambia Oburu ako na shida ya kiafya. So mtazamaji wangu, angepewa hiyo nafasi basi kama ilikuwa ni hivyo, kwa sababu huenda ikawa basi hiyo ndio jambo ambalo limeweza kumsababisha akaweza kushindwa na
hii mambo ya kusema kwamba ameenda kupumzika India, kwanza ni kama sikubaliana naye kabisa, kwa sababu unajua mtazamaji wangu, huwezi enda kupumzika India. Hata wangesema kwamba ameenda kufanyiwa tu check up kidogo kidogo, kwa sababu umri wake umesonga. Mtazamaji wangu, mtu ambaye amefikisha miaka 80 na and above, huyo ni mtu ambaye umri wake umesonga, na tunaelewa kwamba ukifikisha hiyo umri ni lazima magonjwa yatakuwa yanakufamia, kwa sababu mwili wako hautakuwa na nguvu tena kama ukiwa kijana. So ni kitu ya kawaida tu kwenda kufanyiwa check up, ni kitu ya kawaida kuangaliwa kama bado yuko sawa, kwa sababu umri wake mahali ambapo umefika, mtazamaji wangu, kiukweli ni umri ambao tunaweza sema kwamba umesonga. So hata tukisikia kwamba ni mgonjwa, ni jambo la kawaida tu, kwa sababu ukifikisha hiyo umri ni lazima, ama ni jambo la kawaida kutokewa na magonjwa, kwa sababu unapata kwamba mwili wako hauna nguvu tena. Lakini kutuambia kwamba ameenda kupumzika India, hiyo ni jambo ambalo haliingii kabisa kwa akili za Wakenya, ukizingatia kwamba tuliambiwa tu baba ameenda kupumzika India, tukangoja baba arudi, tukaletewa breaking news kwamba baba alipotezea maisha yake India. Sasa kama alikuwa ameenda kupumzika, kwa nini alipotezea maisha yake huko? Hiyo ni jambo ambalo liliweza kuwakasirisha watu wengi, na tukajua kwamba ni ukweli tu, watu hawakuwa wanataka kuambiwa, kwa sababu baba Raila Amolo Odinga alienda India akiwa mgonjwa, akienda kutafuta matibabu, lakini si kwenda kupumzika. So ndio maana unaona hii story ya Oburu watu wengi hawakubaliani naye, kwa sababu wanaona ni kama vile tu tuliambiwa kuhusu Raila Amolo Odinga. So watu wengi unapata kwamba hawana imani kabisa na hiyo story ya kuambiwa kwamba baba Raila Amolo, ama kuambiwa kwamba Oburu Odinga ameenda kupumzika India. Unapata kwamba watu wengi sana wanashuku sana hiyo kwenda kupumzika India. Wanasema kwamba huenda ikawa sio kupumzika, huenda ikawa kweli alienda kupata matibabu. Lakini kama alienda kupata matibabu, ni kwa nini basi familia isiseme tu kwamba alikuwa asikii vizuri na akaenda kufanyiwa check up? Ndio at least hata kama kutakuwa na kitu baya, Wakenya wasiendelee kulaumu familia, kwa sababu last time tuliambiwa kwamba Kalonzo Musyoka na Gachagua ndio walikuwa na spread false information kuhusu health ya baba, na baada ya baba kupoteza maisha yake, sasa Wakenya wakashangaa. Sasa kama Kalonzo na Gachagua walisema kwamba baba yuko India, kwa nini basi walisemekana kwamba ni false information, na ukweli wa mambo ni kwamba Raila Odinga alikuwa mgonjwa? So hiyo ni baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kusumbua sana mtazamaji wangu, na sijui una maoni gani. Ningependa sana nisikie maoni yako chini katika sehemu ya comment section mtazamaji wangu, lakini pia ningependa pia usiende mbali, kwa sababu pia mimi nitakuwa narejea hivi punde tu na mengi zaidi, tuweze kuzungumza zaidi kuhusiana na hii health ya Oburu Odinga, kwa sababu naamini kwamba tutaendelea kujua habari vile zinaendelea kutokea. So hii ni Jitan Daily Politics, na kuomba usiende mbali, kwa sababu narejea na mengi zaidi, na kwa sasa bye bye.